Ni alfajiri ya asubuhi, ili niamke nitukuze Bwana. Nimelala usingizi, sikujitambua katika usiku. Amehakikisha nione nami siku ya leo. Bariki kuingia na kutoka, ili leo nishinde salama. Tunakusalimu mpenzi mtazamaji wa EDY TV. Tunasema jambo pote ulipo unapotufuatilia kwenye Empower and Develop Young People with Heady Talent. Uko na mimi KFauji, Big Daddy, Big Baba, l'incomparable kutoka EDY TV. Basi leo tuko naye mwimbaji mzuri wa nyimbo za gospel. Utakwenda kumjua jina lake na kazi zake zilianza wapi na mpaka sasa anaendelea vipi. Twende kazi. Mambo ni manne: kusubscribe, kulike, kushare na kudondosha comment. Asante. Jambo mama. Jambo. Mko bien? Tunafurahi kukuona. Asante, na mimi nafurahi pia kuwaona. Asante sana. Ndio mama, nilipitia YouTube kwenye akaunti yako ya Antoinette. Nikaona kabisa umefanya kazi nyingi, na niseme labda kabla ya tuzungumzie kazi zako, watazamaji wetu wangelitamani wakujue jina lako kiundani, labda ni la Antoinette ama unakuwa una lingine ambalo unalo nyumbani. Mimi naitwa Antoinette Bihamaso. Antoinette Bihamaso. Ndio. Yeah. Na tuseme tungelitamani tukujue historia yako kidogo. Ulianza kuimba wakati gani? Mimi kuanzia ningali mdogo nilikuwa Mkatolika. Ndio. Wakati niko Katolika nilianza kuimba ningali mdogo. Ndio. Nikakuwa binti mkubwa nikaendelea naimba. Yaani wakati ule ulikuwa naimba ku nani, ku Katolika ndio wanabaitaga banani, wako na jina yao fulani. Wanabaitaga banani? Bale waimbaji wa Katolika wanaitaga banani? Ni waimbaji tu. Waimbaji tu. Kuna washindikizi na waimbaji ni watu tofauti. Viko tofauti. Ndio. Wewe ulikuwa muimbaji au kwa mshindikizi? Mimi nilikuwa muimbaji, sikuwa mshindikizi. Mshindikizi maana yake ni mvulana. Wasichana na wavulana wako waimbaji, lakini washindikizi ni wanaume. Ndio. Ndo ukawa umeanzia kule? Ndio, nikaanzia huko. Ni wakati nimeolewa. Nikaendelea kuwa mwimbaji Mkatolika vile vile. Ndio. Wakati nimezaa watoto wangu 4, nilibadilisha kanisa. Ukabadilisha kanisa. Nini ambacho kilikupelekea mpaka ukabadilisha kanisa labda? Naona watoto wakati wako wanakomaa, kukomaa kwao walikuwa na wengine pia. Ndio. Au watoto wengine ndio waliwabadilisha. Wakawa wakizwa. Watu wa Pentecost tuseme hivyo? Hapana. Ni wakizwa tu. Ndio. Wakaendelea kuwa makanisa hizo za Kipuru. Wakaniambia na mimi, mama, usituache sisi peke yetu, njoo na wewe tuwe sisi wote mkanisa. Ndio. Ndio na mimi nikawafuata. Ukawafuata mkanisa gani hiyo wakati? Hiyo kanisa mimi kwangu binafsi nilisema hivi, nimebadili, lakini nitakuja kutafuta kwenye na mimi kanisa langu lenye roho yangu inafurahia. Ndio, yani wakati ulibadilisha kutoka Mkatolika ukawa kukufasi uliendaka, lakini ukasema roho yangu fanya take niongoze ndo kwenda kienda fanyia kazi. Ndio. Ndio mpaka sasa hivi hiyo kanisa ndo kwenye niko. Ni kanisa gani tuseme? Ivuga Butumwa Kwisios. Ivuga Butumwa Kwisios. Watazamaji wetu labda wangetamani wajue kwa Kiswahili. Sijui. Itaanza kuleta ma process mingi. Ivuga Butumwa Kwisios ndo kanisa langu. Yaani wapasha habari duniani kote
Ndio. Na mpenzi mtazamaji, kama kisa umemsikia mama yetu Antoine anavyozungumza alipoanza. Na wakati yenyewe ulihamia Samo hiyo kanisa ndo kaamua kuendelesha ile kipaji ya kuimba. Ndio nikaendelesha, lakini wakati yani sikuendelesha tena kikwaya. Nilibaki naimba tu kanisani. Au kujiunga tena mkwaya fulani? Sikujiunga katika kwaya. Naimba tu kibinafsi. Yani dimanshi wanakupitisha tu wewe peke ama? Mie peke dimanshi wananipitisha, natoa nyimbo yangu. Haya. Na tuseme sasa hii idea ya kusema uanze kutumika na YouTube ikatokea wapi? Niliona anaanza kuandika nyimbo nyingi. Ndio. Nikasema ache nizitoe. Nilikuwa na pastor mmoja alikuwa ananishika mkono. Akinipa maide fulani. Ni Pastor Fabien. Tuseme ndo mwenye alikupatia idea kusema uanze kutumikia. Nitoe mu YouTube nini, na akanifuatilia kwa kweli. Yule mtumishi wa Mungu kwa kweli, Mungu ambariki. Amina. Kwa sababu sikukuwa na hiyo roho ya kusema niimbe niweke mu YouTube. Lakini wakati aliona nyimbo akasema weka kwenye YouTube. Na wengine watafuatilia. Kuko wenye zitawabariki. Ndio. Itakuwa sawa na wengine unaona kuimba kuna mtu anazoea mtu fulani. Ndio. Na mwingine anazoea mtu fulani. Lakini kama wewe uko tu mwimbaji, weka tu kwenye YouTube. Basi. Na tuseme labda hiyo wakati wimbo wako wa kwanza kukuingiza studio ilikuwa wimbo gani? Ilikuwa Maisha ya Mwanadamu. Maisha ya Mwanadamu. Ndio wimbo wa kwanza kuingia studio. Tumsifu ilikuwa wimbo wako ya ngapi? Tumsifu ilikuwa kutoka Maisha ya Mwanadamu. Ndio kisha ukapiga Tumsifu. Na ukakia kupiga hii Alfajiri na Asubuhi. Lakini tuseme labda mwezi nyimbo zote na labda kuna moja ambao waliwahi kuweka chini watu wakakuandikia au uliandika wewe peke? Kuandika? Naandika mimi peke na mpaka sasa hivi naandika. Nyimbo zote wewe mwenyewe? Najiandikia peke yangu. Ndio. Na wapenzi watazamaji wa Edwide TV wangelitamani kujua Tumsifu uliimba na watu wengi, lakini wakati tuliangalia Alfajiri na Asubuhi kama vile uliimba wewe kama ni wawili tu hivi. Unaona wakati watu wameisha kukutoa uoga. Ndio. Inatakiwa na wewe anzisha ile kazi gisi pasavyo, kwa sababu hautakuwa unategemea kila wakati wakusaidie wakufanye nini. Ndio maana, lakini wapo wale. Tuseme kwa sababu niliona ile video mlikuwa kama kundi kubwa kabisa. Tulikuwa kubwa kwa sababu ilikuwa ni kitu cha kushangaa tuko tunaimba. Tena kulikuwa na wengine mule ndani. Tulikuwa tunawakamata tunawatoa kwenye korali. Wanakuja tunaimba nao. Kwa sababu gani? Waliona tu furaha. Ndio. Waliona furaha wanisaidie. Mimi nilizania kwamba ni ile waimbaji wengi anaweza kaanza na kundi la watu 10-8 hivyo, lakini wakati atapata jina anageuka wale watu. Hapana. Sio hivyo. Haikukua hivyo. Tuko tu wote. Unaona kuko mtu anaweza sema na mimi nitaingia. Ni nyimbo na mimi nitaingia mpaka tutoe naye ya vile. Kwa sababu ilikuwa kitu cha mshangao kwa wanajua kama naweza kutoa nyimbo ama niandike wimbo. Ndio maana kipindi kile cha kwanza walikuwa wengi. Walikuwa wananisapoti. Nikaona hatuwezi endelea hivyo, kwa sababu tukiendelea vile nitakuwa mtu tu mwenye uoga. Ndio kwa maana nilikuwa nasema hata nyimbo ya mie peke yangu naweza toa. Wawili tunatoa. Ndio ukakuwa ulipima kwa ile Alfajiri nikapima. Ukaona inaenda aje wakati ulipima?
Mimi naona ilikuwa tu sawa. Labda changamoto ikakuwaje ya tofauti ya ile wakati mlikuwa wengi na wakati mlikuwa wawili? Nini ambao unaona kama vile tofauti yake kubwa? Labda huko ulipata faida gani ya mwe wawili na hasara gani ya mwe wawili tu? Niliona hata kama kunaweza patikana kama hasara hakuna shida. Kutoa tu ni kutoa. Na nitaendelea hivyo hivyo. Kwa sababu sitakuwa naambia watu wase njoo. Atakaye jisikia anakuja tunatoa. Lakini sio tena vile vya kusema nibembeleze nifanye hivi, hapana. Na labda sasa tuseme tangu umeanza kutumikia YouTube una miaka mingapi tangu ulianza kuweka kazi? Sijakawia. Nakaribia sasa, natafuta kufikisha miaka 2 lakini bado haijaenea. Lakini karibia, naona mwezi wa 8 nitafikisha. Ndio unaanza miaka 2. Ndio, asante sana. Na tuseme labda watazamaji wa EDY TV wangetamani sasa kujua mwa miaka 2 ambao miaka 2 unataka enda kueneza, tangu ulianza kuachia kazi zako mtandaoni. Zile kazi unaziona wewe kama vile wewe zinakuwa zinaenda kazi unaona? Yaani watu wanazipokea aje? Kuzipokea na kusipozipokea inatakiwa tu injili isonge mbele kupitia nyimbo. Wazipokee wasizipokee, injili isonge tu mbele. Sio kila mtu atakusema vizuri, hapana. Na haitakiwe kujitia amo kama mtu anapaswa kunisema vizuri, hapana. Lakini injili iendelee kupitia nyimbo. Ndio. Najua kuna wale ambao watafikia watakuvunja moyo Ni wengi. Ni wengi zaidi, lakini injili isonge tu mbele. Kuna watu wanaopenda na wengine hawapendi. Na wengine watatazama na wengine hawatatazama. Lakini injili isonge mbele kupitia nyimbo. Asante sana. Na labda wapenzi wa EDY TV watazamaji wangetamani wajue labda ushakuwa na manager ama responsor mwenye kuna nafanya mpaka unafanya kazi. Mimi kwa kweli niliingia YouTube. Ndio. Sijue hivyo vitu. Nilikuwa najua kama mtu akiwa na nyimbo anapaswa kutia ndani ya YouTube. Mtu akiwa na injili akipenda. Niko hapa kwa kweli sikukuwa najua kulike wala kusubscribe, kufanya nini. Hivyo sikukuwa navijua. Lakini wakati nilianza kutoa nyimbo ndio watu wanakuwa wananiuliza. Sio kusema sasa sikukuwa naingia kwenye YouTube. Nilikuwa naingia na nilikuwa natazama mainjili, manini, matia. Lakini vya mingi sikukuwa najua. Nilikuja kuvijua hapa nyuma naanza kuweka nyimbo kwenye YouTube. Ndio. Baada ya kuweka tuseme labda kuna mtu ambaye anakushika mkono, labda ukitaka kwenda studio, unakuwa na manager fulani anakupigia, unampigia simu, bwana bosi mimi nataka ingia studio. Au kuna watu ambao wanakuwa wanajitokea kusponsorize ile kazi mpaka ufanye video, kwa sababu tunaona kuna waimbaji wengi anafanya tu audio hatafanya video ya ile kazi. Sasa mpaka unajikuta unafanya video, labda unakuwa unapata msaada kutoka kwa watu fulani au kuna manager fulani ambaye anakuwa anakubeba. Unaniuliza swala kubwa. Mimi kimuhimu tu naweza kasema wewe ukiona video sema amena ametoa. Lakini hivyo vingine kuniuliza ni swala ngumu kujibu. No, labda kunaweza kuwa wengine mtu anaweza penda labda naye awekeze kwenye wewe huko. Sawa? Anakiji kutetea labda ushakuwa na mwingine manager na mshafanya hivyo havitakiwe kuvijua ama Tunashukuru kukuwa na wewe sana. Ila wapenzi watazamaji wa EDY TV wangelitamani wasikie wimbo wako wa Alfajiri. Labda unaweza kutumbia hata 30 sekunde tu. Ni alfajiri ya asubuhi, ili niamke nitukuze Bwana. Nimelala usingizi, sikujitambua katika usiku. Amehakikisha nione nami
siku ya leo. Bariki kuingia na kutoka, ili leo nishinde salama. Bariki kuingia na kutoka, ili leo nishinde salama. Wow. Kabisa tunaona Mary unajua. Unajua sana. Unajua na Mungu atakufikisha mbali sana. Na labda tuseme mwisho nini ambacho unaweza kuambia watazamaji wako ambao wanakuwa wanafuatilia kazi zako YouTube? Wanaonifuatilia, Mungu awabariki. Amina. Mungu awabariki sana. Ndio. Ni hicho tu nilitafuta kusema. Mungu awabariki. Wabarikiwe na Mwenyezi Mungu. Ndio. Na labda tuseme baada ya alfajiri, labda kuna nyingine kama ushaiandaa, unaweza kuambia wakae mkao wa kula watazamaji wa Edwai TV na wa Antoinette. Labda kuna kazi ambayo umeiandaa tena baada ya hii alfajiri? Ndio. Kwa sababu niliangalia alfajiri uliposti kama tarehe 14 mwezi wa pili kama sikusahau. Naona kama hapa katikati kushakuwa muda. Pashakuwa muda sana. Ndio, karibia. Utaachia ingine? Ndio. Utaachia ingine siku zijayo. Ndio. Na wapenzi wa watazamaji wa Edwai TV, tunakushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa na mwimbaji wa gospel ambaye anajulikana kwa jina la Antoinette na anafanya vizuri sana. Ningetamani uingie YouTube, angalia kazi zake. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kudondosha comment. Ulikuwa na mimi K4G, Big Daddy, Big Baba, L'Incomparable. Asante kwa leo.